Acha bonge. Kwa mimi, yani tuseme kama mimi sasa nikipata dem, sitangangana kutafuta CD, lakini najua ndio. Unapiga tu. Ndapiga tu, ndararua. Najua najua ndaumia, lakini sasa tunasema serikali mtusaidie. So inamaanisha wewe mambo ya kupima nini hayo ikusumbui? Anyway, itasumbua, lakini sasa uendagi huko kucheck uone kama uko fit. Sijaenda ku confirm. Uwezi piga bure. Siwezi piga bure. Okay. Unapima unachunga mambo iko sawa. Nachunga kama iko sawa. Kama namwamini ni ule mtu nimekaa na yeye. Okay. Napiga bure. Okay. Wewe piga vitu. Ndio. Wanasema HIV ni real. Na ujichunge wewe mwenyewe. Jichunge wewe mwenyewe. Be safe. Enyewe unajua condom hata siku hizi bana, hata gava itoi siku hizi bro. Okay. Hata gava itoi. Wewe kulingana na wewe bado ukimwi iko? Ipo. Unajichunga ama wewe unapiga? Mimi najichunga bro. Unatumia mipira ama wewe unapiga tu mali? Niko tu na mpoa mmoja bro. Na mmepima mnajuana mko fiti? Ndio mama watoto huyo. Okay. Trufena kwa miaka 22, ndugu yetu hapa Boychild kwa miaka 22. Lakini sasa ukiangalia hata kwa hii giza, kwa hii masaa, wale watu ambao tuko kwa kusi moja ni maboychild. Sijaona madem hapa, wote ni wanaume wamekaa kusimama na mwanaume mwenzao. Ukiangalia kwa Trufena ni majamaa pia walikuwa. Unaona sasa Boychild kwa upande fulani imetengwa sana Yes, mambo vipi? Tumerudi tena na tumerudi na watu wengine hapa. Watu ni kibao sana hapo, wako hapa kwa ajili ya kutoa maoni. As usual, mimi naitwa Majani Chezo all the way from Kitale, Trans Nzoia County. Na kuna jamaa hapa pia atatupia maoni yake kidogo. Sema tu maoni yako the way it is. Si ati useme mtu like just give your opinion Kwanza kabisa unaitwaje? Kwa majina anaitwa Fred Wanyama, Trans Nzoia County. Okay. Ni kijana wa hapa mtaa na vijana wetu hao pia ni wa hapa. Kenye wanafanya hivi wanataka wasapotiwe, waende shule, wasikae idolers hivi, wakoe wezi. So that tunataka in case kiongozi mwenye atakuwa atusaidie, isikoe vile iko. Vijana wasikae hivyo, but tusaidiwe pia. Na sisi pia tutamsupport kijana, tushikane na tusaidiane. Maoni yangu ni hayo tu. Huyu jamaa anaongea mambo ya poverty, umaskini itoke. Labda unafikiria serikali inafaa kufanya nini ndio issue nzima ya umaskini kwa vijana ishe? Serikali sofa inafaa tusaidie na iangalie vijana. Okay. Alafu vitu ya watu wanalia shule, school fees, chakula imepanda. Vitu kama hiyo serikali inafaa angalie. Alafu watusaidie pia. Okay. Yes. Huyu jamaa ukiangalia hizi posters, mojawapo ya hizi posters utaona jamaa amesema anafanya awareness on HIV and AIDS. On HIV and AIDS, poverty na nini. Labda do you feel information ya HIV and AIDS? Tuseme ukimwi. Yes. Tuambiane tu ukweli. Are we still taking care kama zamani ama hiyo something iliisha? Hiyo mimi najua iliisha. Kwa sababu iliisha? Yeah, kwa sababu watu wasingatii hiyo saa hii. Ya tu angalia. Hiyo saa ya tu angalia. Acha bonge. Kwa mimi, yani tuseme kama mimi sasa nikipata dem, sitangangana kutafuta CD, lakini najua ndio. Unapiga tu. Ndapiga tu, ndararua. Najua najua ndaumia, lakini sasa tunasema serikali mtusaidie. So inamaanisha wewe mambo ya kupima nini hayo ikusumbui? Anyway, itasumbua, lakini sasa uendagi huko kucheck uone kama uko fit. Sijaenda ku confirm. Unaogopa? Naogopa. Ama unaona hiyo kitu hakuna mzee? Iko, najua iko. Najua iko. Iko obvious. Ambia ule mzee kitu moja as you live. Mzee, anyway, ule wa juu, aliye juu. Ndugu yetu, mimi naomba ndugu yetu angangane, struggle ajipiganie. Asikwe hustle, ajipiganie alafu aende mbele. Unaona? Ni sawa bro. Tukue in order man, tukue in order. Tumejisqueeze sana kwa frame, tukue kidogo. Nani? Huyu? Sawa bro. Niaje? Niko poa.
Check kamera huko. Unaitwaje? Naitwa Eugene wa Rubengo Simiyu. Kwa nini uko hapa bro? Nimekuja kumuunga kijana mwenzangu mkono. Okay. Amefanya kazi nzuri. Huyu kijana bana anafanya awareness on poverty na HIV and AIDS. Na siku za hivi karibuni inaonekana ni kama vijana wako makini sana na mambo ya kujichunga mambo ya HIV and AIDS. Wewe unaamini bado kitu bado iko ama ilikwisha? Mimi naamini bado iko. Ukipata dem lazima nitumie CD. Huwezi piga bure. Siwezi piga bure. Okay. Unapima unachunga mambo iko sawa. Nachunga kama iko sawa. Kama namwamini ni ule mtu nimekaa na yeye. Okay. Napiga bure. Okay. Wewe piga vitu. Ndio. Haya ni sawa. Ule jamaa huko juu unamwambiaje? Ule kijana wako juu, kijana mwenzangu, mimi namuunga mkono, aendelee kukaa hapo, tuko na yeye mpaka asubuhi. Okay. Namwambia congratulations yeye. Iko sawa mzee, iko sawa sawa. Asante. Haya tumemaliza interview, kuja kijana. Tumemaliza interview Si ndio? Si mmemaliza kuongea? Haya tufunge na wewe. Unaitwaje bro? Mimi naitwa Kevin. Okay. Nimekuja kuona huyu jamaa yetu. Anasema HIV ni real. Songa nyuma kidogo. Wanasema HIV ni real. Na ujichunge wewe mwenyewe. Jichunge wewe mwenyewe. Be safe. Enyewe unajua condom hata siku hizi bana, hata gavai itoi siku hizi bro. Okay. Hata gavai itoi. Wewe kulingana na wewe bado ukimwi iko? Ipo. Unajichunga ama wewe unapiga? Mimi najichunga bro. Unatumia mipira ama wewe unapiga tu mali? Niko tu na mpwa mmoja bro. Na mmepima mnajuana mko fiti? Ndio mama watoto huyo. Okay. Na kwa nini uko hapa? Kwa nini hujaenda kudozi? Mama watoto wako peke yake home? Nimekuja kuona huyu jamaa kwa ngazi yake anaweza fanya kazi ya bure. Anafanya kazi ya bure kweli. Mwambie kitu. Oya baba, ukishuka hapo hiyo ngazi ni watu mjengo wenyewe. Iko sawa mzee. Watu mjengo wanahitaji hiyo ngazi bro. Iko sawa. Na anakaa ni engineer huyu jamaa. Anakaa engineer. Ruto simsahau kwa ile affordable houses, anaweza unda ngazi mingi sana huyu jamaa. Okay. Asante bro, asante. Hapa hakuna mademu, hakuna demu hapa. Mademu ndio mabaya siku hizi. Sawa. Hapa ni Kitale CBD. Na ni mara ya pili ninakuja hapa kwa sababu ya interview kutokana na shughuli ambayo inaendelea hapa. Kuna jamaa ako pale. Juu. Lakini sio Elvis Musila, huyu ni Ernest Kimayu. Huyu ni Elvis Musila wa Kitale. So huyu jamaa amekaa pale na kuna vitu anafanya some awareness. Tunaona hapa kumeandikwa TAWE, anafanya pia awareness of HIV and AIDS. Na hapa ninapata tu maoni ya wakazi wa Kitale, na hapa na mwanahabari mkongwe sana, jamaa ambaye sio mara ya kwanza kabisa tunafanya naye interview. So tunapiga tu naye story 1 2 3 alafu pia tupe maoni yake. How was your day bro? My day was good. Okay. I'm in Kitale. We are doing something. As you can see pale hivyo nyuma tuko na jamaa wetu anaitwa Ernest Kimayu. Na ni jamaa ambaye anaenda ku make historia kwa hii ramani mpya ya Trans Nzoia. Watu wanalala mzee. People of your age are sleeping. What are you doing out at this moment? I'm a youth man na ukiangalia huyu jamaa Ernest Kimayu ni jamaa ako na 21 years to 22 years na ile kitu unapigania ni ile kitu wana Trans Nzoia wanapigania kwa jumla. Kitu inaitwa poverty ama unasikianga kumutambo. Hapa hivi tunaita kumutambo hapa hivi. Hiyo ndio kitu tunapigania na jamaa wetu pia Ernest ameamua kujitokeza kupigania kitu kama sawia na yenyewe tunapigania. Okay. Naam. Inasemekana sana kwamba when Girl Child akifanya initiative kama hizi, jamii inatokea inampa support sana. Tukiangalia kwa mfano kuna dada moja anaitwa Trifena Modhoni. Niliwahi kufanya naye interview sometimes back before the world record. Watu wanadai kwamba inawezekana watu wana favor the Girl Child tukikuja kwa initiatives kama hizi. Kuna mwamba hapa amekaa pale juu na atakuwa naye in the next alisema ni 56 hours. So asapiga tens of hours. Wewe kwa hii issue, wewe maoni yako ni, do you feel like the Girl Child anapendelewa sana kwa issues kama hizi, labda anapewa support kuliko the boy child? Kuna wakati nilikuwa nimehighlight hiyo story ya Trufena. Na Trufena ako umri sawia na huyu. Trufena ako miaka 22
ndugu yetu hapa Boychild ako miaka 22. Lakini sasa ukiangalia hata kwa hii giza, kwa hii masaa, wale watu ambao tuko kwa kusi moja ni maboychild, sijaona madem hapa, wote ni wanaume wamekaa kusimama na mwanaume mwenzao. Ukiangalia kwa Trufena ni majamaa pia walikuwa. Unaona sasa Boychild kwa upande fulani imetengwa sana na ndio maana nikasema Trufena kwa wakati ule nikasema umri wake bado ulikuwa umesonga zaidi. Ukiangalia na huyu pia, sababu support ambayo tunapata hapa hivi pia ni ya wanaume peke yake. Kwa hivyo tunaambia honest bwana, wanaume maboychild tuko pamoja na wewe mpaka mwisho. Okay? Siku za hivi karibuni watu wamejitokeza na challenges wakifanya awareness kupitia mbinu tofauti tofauti. Kuna jamaa fulani amekuwa ana whistle anafanya tu whistling for hours. Sijui kuna huyu mwamba amejitengenezea ngazi na amekaa juu sana hapa. Tutakuwa naye. Kuna jamaa fulani alikuwa amekumbatia mti pale Kitale Museum, but unfortunately kuna mtu amekuja akampiga mangumi. Walidhani kwa mkoba ameweka kuna do. Unfortunately the challenge has ended badly. Ule jamaa alikuwa anataka akae hapo for the next 120 hours. It was a bad day in office. Yeah. Do you feel like doing awareness campaigns kupitia mbinu kama hizi, kupiga whistling na kupatia miti, do you think is the new way of life? Do you feel like this is now how our leaders and the society can hear vulnerable people na watu ambao wanahitaji vitu specific kutokana na situation mbalimbali? Kwa upande wangu na feel hao jamaa wako legit. Ukiangalia ule wa mchana pale Kitale Museum, nilimuuliza sana na nikasikia pia ukimuinterview haswa ni kwa nini anafanya hivyo, na akasema mtoto wake alifukuzwa shuleni leo, hakuwa na karo, hakuwa na ile fee, ile admission fee. Kwa hivyo ni jamaa ambaye ukimwangalia kwa undani alikuwa legit, ni mtu ambaye anaelewa chenye anafanya, na ni kosa ambayo inafaa asaidiwe na viongozi wa county, viongozi wa kitaifa, haswa wale ambao walitaja kwa hiyo video wanafaa kumsaidia. Pia ukiangalia huyu jamaa hapa hivi, kile kitu ambacho anapigania mambo na umaskini, poverty. Na ukiangalia hasa kuna nembo ambazo ameziweka za tawe, yani umaskini tuondoe Trans Nzoia na Kenya mzima kwa jumla. So hawa ndio jamaa wanafaa kusapotiwa kila wakati, tuwape kongole na tusikue tunawatisha au kuwastua, sababu mambo mengi yaja na yatakuja kupitia njia kama hii. Lazima saa zingine kwa uongozi kama husikii ukiambiwa, lazima tufanye mambo kama hii na yao wakusanyike kwa pamoja ndio tuweze kuwasiliana kwa sauti moja. Okay. Tunajua Governor of Trans Nzoia County, His Excellency, nasikia saizi Daktari George Natembeya ni patron wa Tawe movement. Na tunajua this initiative here is non-political as far as I understand. But unfortunately, not really unfortunately, tunaona nembo ya huyu mwamba hapa ya Tawe akimaanisha hapana to poverty. But again, Tawe is a slogan of a political movement. Do you feel like maybe this Tawe as an initiative can really be easily confused with the Tawe movement, which is a political outfit? Do you feel like something of the sort can happen? Tawe sio muungano wa kisiasa. Tawe ni ishara tu ya kusema tunakataa umaskini, tunakataa vitu vyote vibaya kwa wana Trans Nzoia na taifa lote kwa jumla. Kwa hivyo wakati gavana wa jimbo hili George Natembeya anasema Tawe, hasemi kisiasa, anaelekezea kwa wananchi na anataka wananchi wamuunge mkono, waseme tunakataa umaskini, tunakataa hivi na hivi. Ni vile tu mchungaji pia wa kanisa anaweza jitokeza na aseme Tawe. Hatutasema Tawe ni mambo ya kidini. Hatuwezi sema ni mambo ya kidini. Tawe ni jina la asili ya jamii ambayo iko hapa hivi, jamii ya Bukusu, kumaanisha hapana. Kwa hivyo Tawe si ya kisiasa, na ndugu yetu wakati anasema Tawe akiungana na George Natembeya hawako kisiasa na ihusiani na siasa hata kwa dakika moja. What is the best thing that you would request George Natembeya to do? I'm talking about George Natembeya as the current governor of Trans Nzoia County. Not as a politician, as the governor of Trans Nzoia County. What do you suggest that he does to this young man here who is passing out a message to the community, to the world, to the county? What do you feel like Natembeya should do to make sure that this guy achieves whatever he is trying to champion for? 100% George Natembeya is currently watching what we are doing. Na kesho pia kama hana wakati kwa saizi, kesho ataangalia kile kitu ambacho kinaendelea, na naamini kila kitu kina utaratibu.